ili tupate kuokoa muda. ili tupate kutunyenga. Nataka nisungumzie jinsi ya kurejesha kuabudu halisi. Tunani sumache ya kulinda kwa sasa na kuobohene. Jinsi ya kurejesha. Kero tukalinda. Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, kwa kitabu cha Wafalme Bambele, mistari mingi ambayo sitaisoma. Mistari mingi na tutasome. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni nabii. Mtu aliyeingia onwaleke mnabii. Alikuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa kwa neno wengi. Kwa kipindi chake, ukama yale ni kwamba kuabudu Mungu wa kweli kulikuwa kumeisha. Wakati Elia alikuwa akitumika kama mtumishi wa Mungu, amepitia changamoto nyingi tu. Alipitia hata wale walikuwa wanafanya naye huduma wakimwacha mwenyewe. Ilifika wakati akasema nimebaki mimi peke yangu. Nimebaki mimi peke yangu. Na kwa sababu hiyo basi sitaogopa. Hata kama manabii wa Baali ni wengi, nitasimama kumthibitisha Mungu wa mbinguni. Nitasimama kuhakikisha kwamba Mungu anayeabudiwa amejulikana. Hapo nitaruka mistari mingi sana. Mtumishi wa Mungu katika mambo yake, kila alichokifanya, aliambia watu kwa sababu ni wengi hao manabii wa Baali, wataka tutoe sacrifice tulikate Mungu wa kweli na kweli ng'ombe sikatolewa. Kweli ng'ombe sikuwa sacrifice. Lakini shida ambayo ilikuwa ni kwamba manabii wale wa Baali, ilifika wakati wa mwite Baali ashuke atende kitu. Walijaribu sana Baali. Haikuwezekana na hakushuka. Na kwa sababu basi akaanza kuwadhihaki. Akawaambia pengine na waliona mbele safari. Pengine amelala usingizi sana. Akawadhihaki. Kisha akawaambia, mmefanya vya kutosha. Sasa nanipe nafasi yangu na Mungu aliye hai. Nipe nafasi yangu na Mungu aliye hai. Sasa nataka niwaambie hivi. Wewe hata kama unaabudu miungu ya aina gani, wewe kama tunafuata mambo ambayo ni ya dunia, ni kama unaona kwamba yote unachokifanya ni kikubwa sana. Lakini mwisho wake utakuja waidiki. Wakati wameenda wanaonekana kwamba basi hakuna kitu. Jamaa akasema nataka nisimame sasa. Nataka nimthibitishe Mungu ambaye ninamwabudu. Nataka hawa watu wajue kwamba kuna Mungu wa kuabudu. Sasa yeye akatoa sacrifice ya kimbinguni. Akasema weka ng'ombe, weka maji, zungusha kabisa, chimba mitaro, maji shindikane kuwaka maana maji yapo. Akasema
alipoitikia, hanenako itabiri moto ulishuka kutoka mbinguni umulongo ziki kulo kulioba ukateketesa ile ng'ombe. ukasamba ekigombe kino kyonsi, Ile ng'ombe ikateketea na ikaisha. eng'ombe ilikaya na ekasira. Majibu yaliyotoka ndio hayo. Lichogerugano lichogengano. Hata yule alikuwa mkuu wa mahali pale, hata ninyorano wale munene mabani, akatamuka na kinywa chake, akasumanje kumunyoe, akasema, akanabaiya Mungu Eliya nokuwa Eliya anastahili kuabudiwa, naisaini kusasamwa, anastahili kuabudiwa. naisaini kusasamwa. Mungu Eliya ndiye Mungu, na Eliya ni nabii wa kweli. Uamuzi ukaja, wacha manabii wa Baali wote wakusanywe, wawawe. What am I trying to say? This time we should lay the proper foundation in the Church of Christ. It is the right time. We bring destruction to the false foundations in the church. What am I trying to say here? We have some foundations. Some of them are satanic. Some of them are from false people. Some of the foundations are leading people to hell without knowing. At that time in Israel, they had turned their hearts from worshiping God, worshiping Baal. Maybe you have a question to ask me today. We have some elders in Liguria. Do we have some elders even in the church? We have some elders even in our families. Whether you answer me, I'm going to answer, it is true, we have them. Yanahitaji watu watakao simama ya kwamba haya madhabahu ambayo ni ya kimapepo lazima yawe destroyed in the name of Jesus. Nataka niende chini kidogo tu nikueleze kitu. Wale Waisraeli ni watu ambao walitoka Misri kwa ushindi mkubwa na shangwe kubwa. Ni watu walifurahia ukombozi wao. Ni watu walimwona Mungu ni Mungu wa kweli. Mshika mtu mkono mwambie, kabisa Mungu atakusaidia. Kabisa ukiona Mungu amekusaidia. Utaona kama afya ulionayo Mungu amekupa. Utaona watoto ulionao Mungu amekupa. Mungu kweli ni Mungu wa kudharau. Huyo ni Mungu wa kuacha. Ni Mungu utaona kama sitamtumikia nitatumikia vitu vingine. Angalia hewa unaivuta. Wacha nichukue resto tu sasa hivi tukufuge mdomo kwa dakika 10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The message is coming from the book of 1 Kings 18:30 to 40. Yale mengine yalikuwa introduction.
Sasa kile ambacho nataka niseme hivi. Nataka nikupe mambo matatu ambayo yalikuwa yanafanyika Israeli. Neno la kwanza nimelizungumza. Hawa watu walikuwa wameacha kumwabudu Mungu wa kweli. Hawa watu walikuwa na mind ambayo iko double mind. Yani wanasita. Kisha nawaambia kama ni Mungu basi situmwabudu Mungu. Watu kuba kwa mtembea naye no kutasame. Kana ilisa. Katika besi hii ambayo imesonga. God is revealing a lot of secrets in the church. Siku moja mama mmoja akaamshwa sitamsema. Akawa na swali ya kwamba why do you think people don't pray? It's the scheme of the devil. Tena mwingine akawa naombewa na anatolewa mapepa na mapepa yanatoka. Bika ngamba nunina renta jikaja bantu banje sasa nunina akora kayo. Kisha anaombewa mapepo yatoke, anasema shetani kwa sauti yake, mimi ndiye nimesababisha watu wasio. Bwana Yesu asifiwe. Inofahamu ulize mwenzako leo kama kazi nyingi. Kweli kabisa kuhene kihayo wanyorori. Ukweli kabisa hivyo ndivyo. Watu kwa kumhudia kweli kabisa kuhene. Kweli kabisa kuhene. Ndio hapo kumtumikia. Hivyo ndivyo umekuwa ukimtumikia. Bwana ndio watu kwa kumtumikia. Kweli kuhene kwa hapo kwa sasa. Kweli kabisa hivyo ndivyo umekuwa ukimtumikia. Kuhulika kikema. What happened? Kikema. Nini imefanyika? Mwambie mwenzako. Mwambie mwenzako. Tateni mwenzako. Uko tayari ili tukayavunje madhabahu ya kimapepo. Tayari ili tukayakusanya akili kabisa ukweli. Na kutenda kwa yale chini. Uko tayari tukayavunje madhabahu ya kimapepo. Checho mlingi ngatusani ama kenge vingi. Muulize hivi. Katika Samaria ni kwamba Elija akawaambia watu, nikaribieni. Utakuwa nikaribieni. Simama na uja hapa. Ya kuhemia. Nikaribieni. Elija alisimama na akaambia Waisraeli, nikaribieni. Elisha kaimena na wapenge wa Israeli kataika hani. Sasa simama hapa. Pone nayo. Huyo mtamtumia kama mfano. Huyo tunamuzi kama ikenyo. Walipomkaribia, akasema, tunataka tutengeneze madhabahu ya Mungu yaliyovunjika. Nikiwa katika madhabahu yaliyovunjika, kuna mambo mengi naweza kuzungumza. Kitu cha kwanza, Mungu anaweza kupanga, shetani anaweza kupanga madhabahu ya chuki. Ili shamba linaweza kuleta amatwingi. Opposite of it, itatoa upendo. Anapigana na ushamba Mungu anchi. Lilete chuki. Ndio kusema. Nyingine madawa amalia badala ya Yesu, badala ya Enoki, dawa hii itasaidia. There are two.
madhabahu ya kifamilia amakenge yichika ekayeyi family mangana karakore kana karare ingira mambo yanafanyika na jirudia. Unajiuliza ni nini? Elisha watu nikaribieni ama Elisha ndio wakati mwingine mambo mengine kiasumbuzi naona kama ninawaonea ama ninaongoa kufikiria hilo vibaya. Pia familia ikileta msipochunga sana kuna madhabahu yamepanga kwa hiyo familia kwa sababu milele kukua hata mwe mpaka nani mpaka akakufa. Kuna madhabahu bahati nzuri umekuja kanisani. Bahati njema hata kanisa. Elisha anaambia Waisraeli nikaribieni. Tumefika wakati kutengeneza madhabahu yaliyovunjika. Mungu ninawaambia nikaribieni. Tuyatengeneze madhabahu yaliyovunjika. Madhabahu ambayo tumepandiwa huyajui. Last month nilichukuliwa nikaletwa hapa ndani. What did it feel? Demon from Arabia. A female demon destroyed the church of Christ. Ni nani atachukua hatua? Kuyafunja madhabahu haya. Nani atachukua hatua? Kusema Mungu hapa utuonekanie. Nani atachukua hatua? Kusema Baba rejesha ibada kama vile ilivyokuwa. Nani atachukua hatua? The man of God said, come closer to me. Jambo la pili, hauwezi kuvunja madhabahu pasipo dhabihu. Sema ng'ombe itolewe. Ng'ombe itolewe. Wateseka sana. Umeteseka sana. Bora na ukutoka jani vitungu tunakuna. Tunapojaribu kuhubiri unafikiri tunahitaji vitu hapa. Madhabahu yanayokusumbua lazima ukayashughulikie. Wewe mwenyewe lazima uyashughulikie. The connection of these things in your family. It is you to take the step. Ng'ombe ikatolewa. Basema kwamba mtafanya mara moja. Fanya mara nyingi. Fanya mara nyingi. Hiyo jamaa akafika mahali. Wacha ikajulikana. Mungu wacha Mungu ajulikane. Watu wa Mungu wacha Mungu ajulikane. Mungu tutakayetukwa. No mtu nuolemki tamboka. Uimanyini biashara. Unajijua vizuri sana. Etamu ya wewe ungemanyini biashara. Hata shida ya kwenu unaifahamu vizuri. Wakati mambo haya yamekuja kwamba tuombe siku 40. Kana mambo yake tutasame mchisiko mbele. Ile plani nilikuwa nayo sio nilikuwa nayo mawazoni. Imebango ile baba yake pio iwe alengena. Mipango yangu nitaitangaza leo. Imebango ile alengena. Maana hii iliambia Mungu
alisema mwenyewe kanisa akugui kwa sababu ya shida na matatizo na mambo mengi. Niende mbele kwa maombi siku 40. Siku ya kufungua si kawaida. Maana mikopo inaanza kukuja kwa maana ya mbele. Abantu watasanga kuchisi kwa 40. Amtikilia hii next Sunday. Anatangaza kwamba Jumapili inayokuja hakuna mtu atakula chakula. Temondo wanaelewa Mpaka saa 8 kamili. Baada kukwenda saa 8 kamili. Hata chai. Watakaje kunywa hadi chai. We need to be in the church that day. Tutakiito